Habari zenu tena. Ningeomba wale mko pale mkaribia hapa kidogo, tuongee tu kidogo. Kuna nafasi hapa, watoto walikuwa wamekaa, karibieni kidogo. So kwanza ningependa sasa kuvaa ile kofia kama head of station, niweze kuwaeleza ile mambo ambayo tunafanya pale kotini. Na jambo la kwanza ni kwamba nyinyi wananchi ndio mmetupatia mamlaka ya kuweza kuwatumikia. Kwa hivyo nyinyi ndio wadosi wetu na sisi ndio tunawafanyia kazi. Tumeelewana? Yeah. Na hiyo iko kwa constitution na hiyo hata hatuwezi ongelelea. Kwa hivyo nyinyi mko na right ya sisi kuwafanyia kazi kwa sababu tunalipwa mshahara kuwatumikia. Tumeelewana? So jambo la kwanza, kuna mambo mengi sana ambayo yule polisi alikuwa hapa ametueleza, mambo ya hongo. Na hiyo ni jambo nzito ambayo ningependa tuongelelee hapa. Nikiwa hapa nimesimama, mimi ninataka kuwaeleza kwamba yule mwajiri wetu judiciary inanilipa pesa kila mwezi na huwa hata hawachelewi. Na hiyo pesa ndio niweze kuwafanyia kazi nyinyi. Tumeelewana? Na wale watu wote tulikuwa nao hapa. Kwa hivyo hii mambo ya kukuja tena kupeana pesa ndio uweze kupata favor kotini, tafadhali achaneni na hiyo. Ni kama tu hii unasimamishwa na askari unatoa pesa. Sisi, na ninaongea kwa niaba yangu na ya mwenzangu Bwana Louis, iwapo utakuja upate kuna mtu amekuja akueleze kwamba madam amesema ulete 50,000 ndio tuweze kurekebisha kesi, hapana, that is not me. Tumeelewana? If you have a case before me and tumewasikiza, nitaitatua. Vile nitaitatua tu ni kulingana na vile tumepewa kisheria. We may make mistakes, but siwezi itisha pesa kwa sababu hiyo pia hata tunajua ni laana, si ni ukweli? Kwa hivyo tafadhali muache ile mambo ya kuleta. Saa zingine sasa mtu umeenda labda umeuza kuku, umeuza na watoto hawana chakula na unaniletea mimi na mimi nalipwa pesa na serikali. Hiyo ni haki kweli? Kwa hivyo tuache mambo ya kuleta hongo kotini. Na iwapo kuna mtu ataitishwa mambo ya hongo, tafadhali kuna mtu mmoja anataka kusimamisha court admin, enda kwa huyu mama mweleze. Kama tu kuna issue ya pesa umeitishwa, nenda kwa court admin. Ikiwezekana uingie kwa Bwana Louis ama kwangu. Na hapo na kama utaki uonekane pia kuna suggestion box. Unaweza andika utuwekee pale ndani. Sawa sawa? Kwa sababu corruption, let's help each other tuweze kufight. Kwa sababu najua kuna mahali utakuja uitishwe pesa na hiyo pesa si ati naletewa, ni mtu mwingine huko anakula. Na mimi na make decision yangu na maliza, na wewe umepoteza pesa na mimi niko na duty ya kukufanyia kazi. Sawa sawa? So hiyo ni ya kwanza. Jambo la pili, ukikuja pale kotini, tuko na registry na tuko na court. Kama kuna jambo lolote unataka kuuliza about court, tafadhali ulizia kwa registry ama ingia kotini, inua mkono, tutakusaidia. Lakini ile mtu anakupeleka kwa kona fulani aanze kukupeleka hivi, tuachane na hizo. And then system zetu judiciary, tukilipa pesa hakuna kulipa cash. Hiyo pesa unalipa through ukipigwa faini ama kuna mtu unataka kulipia cash bail ama ile filing fee, kwa sababu hiyo ndio pesa tunalipa tu kotini. Utaenda pale kwa mahali panaitwa accounts, utapewa kitu inaitwa invoice, na ukishalipa lazima upewe receipt. Lazima upewe receipt. Kwa hivyo pesa zetu zinakuja kotini, hakuna mambo ya kusema tunaletewa cash, hatuchukui cash. Kwa hivyo mtusaidie nyinyi ndio tuweze kustop mambo ya nyinyi kuchukuliwa pesa zetu. Ili pesa mtu umetumikia au kai tena kutuletea ndio tufanyie ile kazi umetuandika kufanya. Sawa sawa? Then I've also noted something you've talked, and Bwana DCC, I think you need to really liaise with Mr. Otieno. He has made a speech here that really encouraged me. I wish you can liaise with him. We have sessions with our border people.
That is a very great team. Hiyo team iko na watu important sana. We can have sessions aweze kueleza mambo ya road safety. Pia you also have to talk to our leaders so that at least they have their licenses, they can be paid for, so that most of our youth wanapata kazi. Hapa Kilungu sijaona mambo ya traffic ya watu wa bodaboda sana. But I really like those people because mimi nikitoka Nunguni naenda Kilungu na sina gari, how utubeba? And that is another group and a team that can help us so much in fighting crime. Kwa sababu mtu wa boda kuna vitu mingi anaweza ona sana. Na crime ile ambayo imeenda juu hapa na ningependa kuongelelea, although prosecution wameongelelea, ni mambo ya unajizi wa watoto. It is really breaking my heart. Ukipata mtoto wa 3 years ameweza kunajiziwa na mzee wa 50 years. Hii kweli ni ungwana? So maybe watu hawana information. Na ujue hii definement both ni kwa boys, watoto wa vulana na wasichana. Kwa sababu pia watoto wa vulana pia bado wanalawitiwa. Kwa hivyo mtu yote ambaye uko hapa, mtoto ambaye hajafikisha miaka 18, achana naye. Achana, usiguze watoto. Tuwache watoto wetu wa grow, wasome, wakuja wapate kazi zao na kila kitu. Kwa hivyo mtoto yote ambayo hajafikisha miaka 18, nisisikie kuna mtu ameoa. Na mimi, okay, shida yangu ni moja. Nikiletwa kwako, ukiletwa kwangu na umenajizi mtoto, haki sikuangi na huruma. Napenda watoto sana, I wouldn't like mtu yoyote aweze kukosea watoto. Tuchunge watoto wetu. Na kina mama na wazee, hii mambo ya kupata mahari, mtoto wako amefikisha miaka 16 unachukua mahari aolewe, tafadhali tuache. Mtoto wako akiolewa tutashtaki bwana yake na tukushtaki wewe kwa sababu umepeana mtoto aolewe. Situache tu wako wakubwa. Kina mama si tumekaa kwa boma, si tunajua vile ni ngumu. Kwa hivyo tupatie hawa nafasi, hawa watoto waweze kusoma, kesho yao isikuwe kama yetu, si ni kweli? So tuchunge watoto wetu kabisa. Na kwa kweli hapa saa zingine nafunga mpaka na imagine. Kwani hawa watu wote tutawafunga mpaka lini? Si wote tu hii mambo ya kunajizi watoto. Sababu mimi ukifika nitakuweka live, nitakufunga miaka 20 na hiyo hata sikuangi na huruma. Kwa hivyo tushirikiane. That is why I was saying the border people ni watu wengine wa nguvu sana. Because mtu akiwa pale kwa boda, kuna crime zingine zitaonekana tu. Anaweza ona tu mtu akichukua mtoto, amepeleka kwa room, akifanya nini. So if we were to get some partnerships with them, hawa watu wanaweza tusaidia sana kumaliza. Kwa sababu ukijua ninaweza pita na nipatane na mtu wa boda, nione nikiingia na mtoto, nitasemwa. Si hiyo tutakuwa tumemaliza. So maybe one of those barazas, we need to just have them so that we talk and have conversations with them. I've seen other places where watu wameshikana na watu wa boda na watoto wamesaidika sana na watoto wengi wameenda shule, vitu mingi imeweza kubadilika. Kilungu hii ni mahali petu na lazima tusaidiane tumalize mambo ya crime. Mambo pia ambayo ni nyingi sana hapa ni mambo ya bangi. Bangi tuachane nayo. Inatuharibia tu vijana wetu. So hiyo ya bangi nayo wacha niachie hapo, lakini mjue hatuhitaji hiyo bangi. So kiletewa na kesi pale kotini, ukishtaki mtu ama hata kama umefile kesi ya civil na umeshtaki mwenzako, na baada ya muda unaona kwamba huyu mtu ni mtu mnaweza kosa, labda hata ni ndugu yako, mlikuwa mmekosana kidogo, sheria inaturuhusu muweze kuongea na muweze kusameheana. Kwa hivyo sisi tuko open pale kotini. Hata mkishalete kesi, hata kama ni criminal ama civil, mkienda muongee na msikizane, kuja tu kotini, inua mkono uniambie ama uambie mwenzangu tumesikizana, ama mnaweza eleza prosecutor tuweze kutoa, kwa sababu tutapenda pia kusolve problems. Ile kama mimi tumekosana na huyu mama, ninataka sana mimi napenda watu wakireconcile, ile at the end of the day huyu ameridhika na huyu mwingine ameridhika. Sawa?
Kwa hivyo pia tuna encourage hiyo watu kuongea vizuri.